Mathayo mtakatifu mlango wa 10, tusoma mstari mmoja tu peke yake, mstari wa 16. Mathayo mlango wa 10 mstari wa 16. Biblia inasema, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Nitarudia tena kusoma andiko hili. Angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa asubuhi nzuri kabisa ya baraka ambayo umetupatia. Tunakurudishia shukrani kwa ulinzi wa wiki nzima. Umetulinda, umetubariki, umetuponya, umetulisha, umetuvika na umetuponya tulipokuwa tunaumwa, na sasa tumekutana tena kuweza kusikia. Tusaidie Bwana Mungu tuweze kusikia wewe, katika jina la Yesu. Amen. Neno la asubuhi ya leo linasema, ambalo nitakwenda kulifundisha, ni somo zuri sana. Nitakwenda kulifundisha, of course ni somo la mahusiano. Lakini somo la mahusiano ni pana sana. Mimi nitakwenda kubase kwenye kipengele kimoja tu kidogo sana, lakini ni kikubwa sana kwenye maisha yetu kama Wakristo. Kipengele hicho kinasema namna ya kushughulika na watu wakorofi katika maisha yako. Namna ya kushughulika na watu wakorofi katika maisha yako. Maisha yangu, namna ya kushughulika na watu wakorofi katika maisha yako. Wazungu wanasema trouble makers. Trouble makers ama noise makers ama difficult people. Namna ya kushughulika na watu wagumu hao kwenye maisha yako. Katika andiko letu la msingi ambalo nimelisoma, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Yesu anaelekeza namna ya kuishi maisha, anaelekeza maisha ya sisi tuliookoka, namna ya kuishi huko na watu wengine. Na asubuhi ya leo ndilo somo ambalo tunakwenda kujifunza. Tunakwenda kujifunza namna ya kushughulika, how to deal, namna ya kudeal na watu. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni Wakristo na sisi tumeokoka. Namna ya watu wakorofi wanavyoshughulikiwa huko nje, wanavyoshughulikiana wenyewe kwa wenyewe, ni tofauti na sisi tutakapoishi nao. Ama wewe utakapoishi ama utakaposhughulika na mtu ambaye anakusumbua, haeleweki, ni msumbufu, ni tofauti sana na kama ungekuwa hujaokoka. Kama ungekuwa hujaokoka, mtu anayekukorofisha ungempiga ngumi, ungempiga vichwa, ungemtukana, ungemzalilisha. Hujaokoka. Lakini unapokuwa umeokoka, kuna namna ya kudili na wasumbufu, hawa watu wanaokudisturb kwenye maisha yako. Sasa siku leo tutakwenda kuangalia namna ya kujifunza. Ukweli ni kwamba watu wakorofi wapo kwenye maisha yetu. Wapo kule kazini tunapofanya kazi, wapo mtaani, nyumbani, wapo hata kanisani humu ndani pia. Wapo korofi, wasumbufu. Kule kwenye familia wapo pia. Wapo kabisa kwenye familia. Dada, kaka, nani ni mkorofi tu, ni mkorofi. Hivyo alivyo ni mkorofi. Yaani mkorofi tu, miaka 15 20, yani unaishi naye, umezaliwa naye tumbo moja, ni mkorofi tu. Toka amezaliwa mpaka leo ni mkorofi. Sasa kama wewe umeamini, lazima ujue namna ya kufanya, kumhandle, kumshughulikia. Kwa nini sasa tujue namna ya kuishi naye, namna ya kudeal naye, namna ya kumshughulikia? Kwa sababu usipoangalia, huyo mtu anaweza akakwamisha safari yako ya kwenda mbinguni kirahisi tu, kwa ajili ya makwazo anayoleta kila siku. Unakuwa kila saa moyo wako umeanguka, kama wiki iliyopita tulivyosema. Moyo wako umevunjika, kila siku anakuvunja moyo, kila siku wewe unamuomba masikitiko kwa ajili yake.
unaumia kwa ajili yake. Sasa lazima ujue, ili usije ukasitisha safari yako kwenda mbinguni kwa sababu ya mtu mkorofi. Watu wakorofi kwenye maisha yetu wapo na wataendelea kuwepo. Alafu Yesu mahali pengine anawaambia wanafunzi wake kwenye Mathayo hii, baadaye nitakusomea, anasema sitaki niwaondoe katika dunia hiyo yenye masumbufu, yenye shida, yenye watu wakorofi, mkae humo, lakini nawaombea Roho Mtakatifu awawezeshe kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwisho wa haya yote ili uweze kwenda mbinguni. Ili uweze kwenda mbinguni. Kwa tunajifunza mbinu hizi ama mikakati, mimi naita mikakati ya hawa watu wenye tabia ngumu katika maisha yetu, tunao kwenye maisha yetu, ili tuwatambue, tuweze kulinda Ukristo wetu, kulinda wokovu wetu, tuende mbinguni. Lakini tunajifunza pia ili na sisi tusiwe watu wakorofi. Kwa sababu unaweza ukaishi na mtu mkorofi, unaishi mkorofi, mwishowe sasa akakufanya mpaka na wewe uwe mkorofi. Kuna wazazi wengine, mama huwa anasema kila siku, wewe subiri, si hujui kuongea, ngoja uzae. Utaweza tu kuongea. Yaani unazaa mtoto mkorofi, unakuta binti alikuwa hawezi kuongea kabisa, kama Mele pale. Mele mpaka usikie sauti yake ufanye kazi kubwa. Hawezi kuongea. Hata hapo huwezi kusikia sauti yake. Unaambia wewe subiri tu, utapata mtoto atakayeitoa hiyo sauti. Kwa hiyo unaweza ukaishi na watu ambao wewe kwa asili yako sio mkorofi, ni muungwana kweli kweli, lakini anakuchokonoa mpaka unakuwa na wewe mkali, mpaka na wewe unakuwa mkorofi, mpaka na wewe unakuwa ni mharibifu. Ni mtu amekubadilisha. Sasa isifike mtu huyu akakubadilisha, akaondoa ile asili yako ya uungwana, asili yako ya utakatifu, sababu ya kukuchokonoa tu. Yani haridhiki kukuona umetulia. Akifanya hiki anabadilisha, kiona umenyamaza umenyamaza, anabadilisha kingine, anabadilisha mpaka usemi. Bwana akatusaidie asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Anasema Yesu Kristo, iweni na busara kama nyoka. Jitahidi tu. Mkorofi unaye, jitahidi tu kama busara, lakini uwe pole kama ua. Ua jamani, hata ukimchinja anatulia. Ua, njiwa ni ngumu, lakini inawezekana. Ndivyo Yesu ametufunza. Sasa kabla sija kwenda kwenye mikakati ni michache lakini ni mizuri. Nataka sasa uangalie, tujifunze aina hizi za watu wakorofi, na wewe ujiangalie uko kwenye fungu gani ili uepuke. Lakini ukijua kumbe huyu mtu yuko kwenye sehemu hii, unajua namna ya kukaa naye. Yaani kubwa la somo hili, ujue namna ya kukaa naye, ujue namna ya kummanage ili asiendelee kukuumiza, kama tulivyojifunza Jumapili iliyopita, na ili usiendelee kusitisha safari yako kwenda mbinguni. Aina hizo za watu. Aina ya mtu wa kwanza, hawa ni watu watawala wa maisha. Mtawala wa maisha ya mtu mwingine, yaani yeye ni superhuman, ni mtawala, yaani anapenda kutawala. Huyu ni mkorofi, anataka maamuzi ya maisha yako akupangie. Wanapenda kutawala. Na watu hawa tukiwa nao kwenye kanisa, mara nyingi hafanyi kitu ambacho hamjamkubalia. Yaani atafanya kama mmemkubalia. Msipomkubalia, hata nyinyi mkiwa 50 mmesema hiki hakifai, basi yeye hata ukifanya, kwa sababu mmeshindwa kufanya anavyotaka. Hawa ni stubborn sana. Hata kile ambacho watu wengi wamekiona kwamba kinafaa ni kizuri, lakini kwa sababu yeye hajakipenda, hakijamfurahisha, hakitokani na maamuzi yake, hata ukifanya, na atatamani kanisa zima lisifanye. Lakini hayuko sahihi. Hayuko sahihi, lakini kwa sababu tu ana roho ya utawala, basi anaamua tu kuwekeza mgomo. Alafu Mungu atusaidie, ukikuta yeye ndio mwenye uwezo kidogo, kwamba si mmetaka kujenga madhabahu, mimi ndo nina milioni 3 sasa hizo, alafu wengine wote mna vishingi 2-3, ndio mtamjua vizuri. Mtawala ni watu ambao wanaagiza tu. Mimi nakwambia aina za watu, ujue namna ya kumhandle, kukaa naye, usiumie naye. Na kabla sijaendelea, watu wenye hizi tabia
ama wenye hali hizi ambazo tutazisema ni watu wa kuwahurumia. Nitakwenda kukupa andiko lingine baadaye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi walivyo sio makusudi. Wakati mwingine imetokana na nini? Imetokana na matukio ambayo yalifanyika huko nyuma. Wengine waliishi wakidharauliwa, wengine waliishi wakitukanwa, wengine waliishi wakipigwa, wengine waliishi wakidharauliwa. Sasa ili kuondokana na ile hali inayomtesa, ni kama trauma fulani anapitia, ugonjwa fulani hivi anapitia. Sasa ili kuondokana na yule, anajaribu kujitutumua, anajaribu kuwa na hasira. Wakati mwingine anajaribu kusema mimi sitaki kuonewa tena. Sasa wakati anajaribu kujitutumua, kumbe ndo anaharibu, anawaharibia watu wengine. Kwa hiyo tuwahurumie ili tuweze kuishi nao, tuwachukulie. Amen. Kwa hiyo ni mtu wa kutawala, ni mtu anayetaka kukuamulia mpaka na maamuzi yako ya kimaisha, maamuzi makubwa tu ya kimaisha. Kwa nini ukae Mwananyamala? Kwa nini ukae Masaki? Anataka kuamua kila kitu. Kwa nini hapa tuweke hivi? Utakuta ni wavuruga mipango hao. Ni vurugaji mipango, watawala. Ni wasumbufu. Kwa sababu inatakiwa wanadamu tufikie mahali tukubaliane. Kwamba tunataka kufanya hivi kwenye familia, tunataka hivi kufanya hivi ofisini, hapa kanisani, tukubaliane tu wote pamoja, twende pamoja. Lakini huyu yeye hakubali. Huyu ni mkorofi. Hao ndio watu wakorofi. Huyo mtu wa aina ya kwanza. Muulize jirani yako, kwenye aina hii wewe upo? Anawezekana ukawa haupo, lakini unaye nyumbani kwako. Mtawala, boss, na ni mabosi hao. Mara nyingi mabosi. Lakini ni wakorofi. Aina ya pili, watu wanaoona makosa yako tu. Yaani anaona makosa yako tu. Kwenye lugha ya Kiingereza wanasema ni disapprove. Yaani wanakudisapprove kwenye kila kitu. Kila kitu wewe umekosea. Mpaka ukicheka umekosea. Mbona umecheka sana mmeno? Mtoto wa kike anakukosoa. Yaani mtoto wa kike unachekaje hivyo mpaka jino la huku linaonekana? Yaani wewe huna zuri. Kama ni kanisa, hatuna zuri tunalofanya kwake. Yaani yeye ni disapprove. Hiyo ni aina ya pili. Wazungu wanasema ni perfectionist, ni wakamilifu. Perfectionist ni ukamilifu, yaani ni mkamilifu yeye. Kwa hiyo anakuona wewe tu. Na hakuna kitu ambacho utakifanya nimesema atasema umefanya vizuri. Utajitahidi utajitahidi kufanya hivi, utajitahidi hata kumletea zawadi, utajitahidi au utoe vizuri. Hata kukosoa tu. Kama una mume wa aina hii umekwisha. Ama kama una mke wa namna hii umekwisha. Kwa sababu hautasikia umependeza, hautasikia leo umefanya vizuri, hautasikia yani mke wangu leo umejitahidi. Never. Yeye ni kuona makosa tu. Na wanaona vizuri ni watu wa mbali yako. Alafu sasa unaumia. Yaani nimetoka ndani mpaka nimefika hapa, hakuna aliyeniambia kwamba umevaa vizuri leo. Wanakuja kuniambia wa kanisani. Yaani uliye naye ndani hakwambii, na pengine anaweza asione. Na hawa ni vipofu, hawaoni zuri. Na hata ukijitahidi haoni. Hivi mimi leo kama mtu umeniangalia vizuri, nimevaa viatu vipi? Ngoja nikae hapo. So, viatu vipi vizuri. Lakini wanaona makosa watakwambia, wataniambia, hivi wewe ulivyotoka nyumbani kwako mkeo haja kuangalia hivyo viatu vibaya kweli. Viatu hivi havikupendezi. Au ni disapproval. Yaani hamna kitu kizuri kwako. Usiumie. Huyu anapitia maumivu. Anapitia nini? Maumivu. Sasa anajaribu kuanza kutapatapa, kuhamisha ile hasira kwa watu wengine. Anahangaika huyo, achana naye. Mimi nimevaa viatu vipya, nimependeza. Hata usiponiambia. Wewe vaa gauni lako zuri, hata usipoambiwa toka nyumbani mpaka hapa na kuondoka. Usipoambiwa, hao ni madisapprove, achana nao. Songa mbele. Haleluya. Wewe unaumia, mume wangu hajawahi kuniambia mwezi mzima, hajaniambia hivi mwezi mzima.
hutaenda mbinguni kwa sababu moyo umeinama. Umenielewa vizuri mtumishi wa Mungu? Changamka bwana. Amen. Changamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu tulivyo tunapenda kuambiwa vizuri, si ndio? Tunapenda kuambiwa vizuri, lakini jiandae pia kutoambiwa chochote. Hata kama umependeza, umevaa tai vizuri, umevaa vizuri, umeweka na kiua hapa, si umefanya nini, jiandae pia kutoambiwa chochote na mtu yoyote. Na Mungu atusaidie kanisa letu lisiwe na watu wa namna hiyo. Inawezekana likawa na watu wa namna hiyo, tukawa wote ni disapproval. Tukiwa ni disapproval, kwa kanisa litapitia maumivu sana. Watu wataingia hapa wamevaa vizuri, hamna anayewaambia. Wataingia hapa wanaimba vizuri, hamna anayewaambia. Kwa unakuta kanisa ni watu wanaoumizana tu. Iepushie mbali tabia hiyo katika jina la Yesu. Watu wanaona makosa. 3, wapiga kelele. Aina ya 3, piga kelele. Huyu mpiga kelele anafanana na nani? Na mkosoaji. Mpiga kelele akipata kosa lako ndio la kwake. Hilo akilipata, jambo la kwanza anaweka vocha. Simu ijae vizuri. Anapiga kwa nani? Wa Gongo la Mboto. Siwezi kwenda kwa haraka. Anapiga kwa Gongo la Mboto. Akitoka anapiga anapiga wa Masaki, anapiga. Yaani domo kaya. Leo amekosea leo amekosea. Tulikuambia anakosea huyu. Wapiga kelele. Wasikuumize. Wanasafa, wanateseka. Kuna kitu anateseka. Kwa anajaribu kujiweka sawa, na anavyofanya vile anapumua. Simu kashapiga, zimetosha sasa. Leo bwana naye kapatikana. Amekwama na yeye. Hawa ni watu wanaopenda kuchukua mambo yako na kuyasambaza, wapiga kelele. Noise maker. Mambo yako ya maisha mabaya. Haya utayasema sana. Usiwe wewe Mkristo wa nana sifa. Usiwe hivyo kabisa Mkristo wa aina hii. Piga kelele mambo ya watu. Kwa nini usipige kelele kwa jambo zuri? Jambo zuri. Mwambie jirani yako, piga kelele kwa jambo zuri. Binadamu sisi tuna madhaifu mengi, achana nayo. Piga kelele kwa jambo zuri la mtu. Mimi kwa lugha nyingine nawaita hawa ni pasua kichwa. Pasua kichwa. Ni hatari sana. Namba 4, aina ya 4. Watu wa milipuko, volcano. Volcano, yani ni mtu wa kulipuka. Anatoka nyumbani vizuri, anakuja kwenye kiti hapo anakaa. Unajua mwenzangu leo vizuri. Sasa wewe unaimba, anaimbisha kama alikuwa anaimbisha Dasuma hapa. Anaimbisha, unamgusa hivi. Anasema huyu naye vipi bwana? Kalipuka. Ndugu yangu, situko kanisani. Imekuwaje? Kumbe ni mlipuko. Huyu ana shida kwenye maisha yake, amepitia mengi. Wengine wanasema labda pengine ana shida ya kiuchumi, anapitia matatizo ya kifedha pengine. Tuko wengi mnakaa hapa kumbe mwenzio anapitia matatizo ya kifedha. Hata sadaka hajui inakuaje, akitoka hapa inakuaje, ana mambo huku. Unashangaa niache. Ndugu yangu, yani umekuwa hivyo tena? Ni volcano, ni malipuko. Ni wamejaa hasira. Na wakati mwingine hasira zao zinawagharimu. Alafu ikiisha akitulia, analia sana, anaomboleza kwa sababu inamgharimu. Wanapoteza marafiki, anashindwa kuja kusali, wanasumbuliwa sana. Akikaa anajuta. Usiwe wewe katika jina la Yesu. Uwe muungwana kama ua. Pole kama ua. Mwambie Mungu akusaidie asubuhi ya leo, usiwe mtu wa kulipuka. Na unajua kila mtu analipuka lakini tunajizuia. Mwambie Mungu akusaidie ujizuie. Aina ya 5, wasioridhika. Hawa wanaoita watoto wachanga. Mmoja ni yako watoto wachanga. Wapo wanaye. Aina hii ya watu wasioridhika. Hawa wanapenda kuangaliwa sana, kulialia sana kanisani, kunung'unika sana kanisani. Tatizo lake ndio tatizo, ya wengine sio matatizo. Hata akisikia mgonjwa hospitali kule wa mshirika, yeye
Ashughuliki. Kuna msiba tunaenda kuzika sehemu fulani, haka ashughuliki. Kuna mfungo, kesho tunaanza mfungo, yeye anataka ya kwake tu ndio mambo yanapaswa kuonekana. Ni mahusiano tunajifunza, lakini kipengele cha kushughulikia watu wa korofi. Muelewe huyu kwamba huyu ndio wale watoto wachanga, ndio aina ya watu kama wana Waisraeli. Unajua Waisraeli walikuwa na tabia hii, kulalamika, kulialia, mtoto wachanga. Ukimkanyaga kidogo analia mwaka mzima. Huyu alinikanyaga huyu, sitamsahau, alinikanyaga huyu. Yaani maskini ya Mungu, hata ukicheka hivi, yeye analia. Amenicheka. Kwa nini amenicheka? Amenicheka ni mimi. Mimi najua ni mimi tu. Kwani kuna mtu gani mwingine ambaye anacheka wanamchekaga? Ni mimi tu amenicheka. Sio wewe. Watu wana furaha zao, amen. Wasioridhika. Mwambie jirani yako ridhika. Kwa sababu usiporidhika utakuwa unamkwaza mtu mwingine, unamuuza mtu mwingine. Tena kwenye ndoa ndio mbaya zaidi. Usiporidhika wewe uridhiki tu. Wanasema wanaume, mpaka mwanaume akiwa miaka 60 65 bado anakuwa aridhiki kwenye ndoa. Na nyinyi wanawake pia mjue tabia za wanaume na asili ya wanaume. Hata 60 mpaka 70 wao aturidhiki. Kwa mtuchukulie. Amen. Usije ukaacha kwenda mbinguni kwa sababu ya mume. Wanaume hawaridhiki. Haleluya. Unashangaa, ndio utafiti huo wa kisayansi. Hawaridhiki. Kwa hiyo ukingangania unashindana na mwanaume, utashindana naye mpaka lini? Chukulie uende mbinguni. Mchukulie uende mbinguni. Mtu wa aina ya 6, twende kwenye solution. Mtu wa aina ya 6 ni watu wanaoshusha heshima ya mtu mwingine kimkakati. Yaani yupo hapa kushusha heshima ya mtu mwingine kimkakati. Nilipojifunza huyu mtu niliumia sana. Nikasema ndio maana, lakini nilifurahi, nikasema kumbe hawa watu ni smart mouth. Nilipokuwa najifunza nikakutana neno smart mouth, yani wana mdomo mzuri wa kueleza ni jinsi gani wewe usivyostahili kupewa heshima unaopewa. Yaani kwa mfano Mungu hapa amekuinua, labda umechaguliwa kuwa mwenyekiti, au umechaguliwa kuwa nani, imekuangukia hiyo kule ukachaguliwa wewe kuwa mwenyekiti ama kuchaguliwa kuwa katibu. Anatokea huyu smart mouth, mtu mwenye mdomo mzuri wa kuzungumza. Smart mouth ni mtu mwenye uwezo mzuri wa kueleza mambo yako. Kwamba huyu bwana ni kiongozi, lakini hamna kitu hapo. Chenga tu. Dishi limeyumba hilo. Antena imekatika hiyo. Anaelezea vizuri, huyu hamna kitu. Mungu amekuchagua, Mungu amekuona, Mungu amekupaka mafuta, lakini yeye anatafuta namna ya kuelezea kwamba wewe hufai. Hata kama wewe ni kiongozi ushakuwa unaenda, nasema tutaona, tuone, tumpe muda. Tumpe miezi 2 3, tumpe. Ikifika mwaka huyo bado ataanguka tu. Hamna anachoweza huyo. Yaani huyo wanambeba tu hapa kanisani. Hata neno lenyewe tunaona, neno lenyewe tukimpa kutoa hawezi kusimamia maombi, hawezi. Yaani ni watu wanaotaka kukushushia heshima wakati wote. Ni mnamheshimu mtu yule. Alafu watu mimi nilishangaa sana. Watakuwa wanajaribu kuleta mpaka historia yako ya huko nyuma miaka 10 15. Lengo ni nini? Heshima iondoke. Kukuondolea heshima ambayo Mungu ameshakupa. Unajua Mungu kuna wakati anakutembeza pasipo na sehemu ambayo ni kama jangwani hivi. Alafu kuna nyakati zikifika anakuweka kwenye heshima. Watu watake wasitake anakunyanyua tu na unaheshimika tu. Lakini ukimkuta huyu mtu anayevunja heshima kimkati, anahaha kwamba huyu amekuwa hivi. Hapana, ngoja nimsemee vibaya, ngoja nimzungumzie vibaya. Angalia Marko 6:3. Yesu ameinuliwa na Bwana. Yesu ameinuliwa na Mungu mwenyewe, amemuinua tayari, wakati umefika. Yesu Biblia inasema, sikiliza maneno ya wanaoshusha heshima za watu, wanaotafuta kushusha heshima yako. Anasema Mathayo 6:3, huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa kwetu, wakajikwaa kwake. Sikiza nikwambie, Yesu alikuwa yuko kwenye piki ya huduma yake, yuko juu kwenye huduma yake.
anafundisha, anaponya, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa sana. Sasa hawa watu walimheshimu, jamii ya watu ilimheshimu, ikaanza kumpenda, akaanza kupata followers wengi, watu wengi wanamfuata. Sasa watu wanaovunja heshima za watu, huyu si seremala nyinyi, huyu seremala tu, ameyajua wapi hayo yote? Huyu shule yenyewe hana, huyu si yule seremala. Ndivyo alivyo mtu anayevunja heshima yako. Huyu si alipataga mimba huyu. Sasa mimi nimepata mimba, sasa hivi mimi ni mzee wa kanisa. Mimi kupata mimba miaka 10 iliyopita, na leo mimi ni mzee wa kanisa. Yana uhusiano gani mimi kupata mimba? Mungu alishanitakasa. Mungu alishaniosha. Ameniinua. Habari ya kupata mimi mimba haipo. Huyu vulana huyu si alikuwa na wanawake karibia 10 huyu mwaka 2000. Inanihusu nini? Nilikuwa nao mwaka 2000. Sasa hivi nimeokoka, nimetakaswa. Wakasema huyu si seremala huyu. Ndio ni seremala. Sasa inahusiana nini na seremala? Mimi sasa naponya, natakasa watu, wanapona watu. Haleluya. Mtu akikwambia mwambie inanihusu nini mimi? Wewe unakasirika? Wewe unainama moyo, sema hiyo mbona ni pasti? Watu wanaoshusha heshima ya mtu mwingine kimkakati wapo. Utafanya huduma, utaomba, utafanya nini, matendo ya miujiza yatatokea, utainuliwa, utasifiwa. Yule nilisoma naye hata kamasi alikuwa hajui kutoa. Nilikuwa sijui kutoa kamasi miaka 20 iliyopita. Sasa hivi unaonaje nina kamasi? Si nina tai na ninginia vizuri. Changamka, haleluya. Anakukatisha tamaa mtu aliyechanganyikiwa. Wewe bwana, mbona unakuwa ajabu mpendwa? Watu wanaoshusha heshima ya mtu mwingine wapo hapa kanisani, wapo kule kazini. Bosi anakupenda, bosi anakuinua, anakupa cheo. Unampa cheo huyo? Mbona alipata 0 form 4? Nilipata, lakini sasa hivi havina mahusiano na kazi yangu. 0 ya form 4. Mbona nafanya? Mbona nimeinuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mpendwa, jipe moyo, lakini usikubali kuwa mtu wa aina ya sita, mvunja heshima za watu. Nishangaa kabisa hapa kanisani, mtu hatujui mambo yake. Alipokuwa miaka 20 iliyopita, anachangamka hapa, anachaguliwa uongozi, anapata hivi, anapata hivi. Anasema ngoja nikutonye ndugu yangu. Wewe mmempa uongozi, ngoja nikutonye. Unajua huyu ameachika na wanaume 3 huyu. Tena kwa ndoa kabisa, achafunga ndoa akaachika. Achafunga ndoa. Sasa inatuhusu nini leo hiyo? Mbona unataka kumvunjia heshima mwenzio? Mbona ameokoka? Mbona anafanya kazi ya Mungu? Mbona Biblia inasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya? Mtu akiwa ndani ya Kristo anatumia past kwa kuchafua. Sasa na wewe unagwaya. Mathayo 13:55. Lengo Mathayo 13:55. Ni hiyo inaelezea zaidi. Yesu mwenyewe alisimangwa, alivunjiwa heshima. Itakuwa wewe Mkristo wa Moscow usivunjiwe heshima? Wewe nani bwana, utavunjiwa heshima? Kaza buti. Nikwambia lengo la wavunja heshima, lengo la wavunja heshima ni kusitisha huduma yako, ni kuvunja huduma yako. Kama ikiwa ni kule ofisini, kukatisha tamaa, uache kile kipawa cha kufanya kazi. Ukitupilia sasa, basi nishajulikana, kumbe inaonekana, kumbe mimi sio mtakatifu tena, naonekana sifai tena. Anakupotezea ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu wanataka pia na wengine wasikuheshimu. Wavunja heshima wanataka watu pia wasikuheshimu, watu wengine wasikuheshimu. Kwa anakuvunjia heshima yeye, lakini hatoacha, atapita nyumba ya 2, nyumba ya 3, nyumba ya 4 kusema yule muoneni tu, chana naye, hana lolote. Hafai. Hiyo heshima mnayompa haifai kabisa. Mnapoteza muda nyinyi. Changamkeni, zindukeni. Hamna mtu pale, hamna kiongozi pale, na watu wanaamini. Unashangaa ukizungumza kitu watu hawakuelewi.
sababu tayari wameshaingiziwa mambo ambayo pengine hana maana kwa leo, sio wakati wake, yamepita, hayafaa, yani hayapo. Mungu na atusaidie katika jina la Yesu. Tujitahidi kupambana kuishi nao, ukijua unakuwa na amani, lakini na sisi tusiingie kwenye aina hizo za watu. Aina zote hizi zimetokea kwa sababu watu hawa, narudia tena, wanaishi kwa kujiona hawako salama. Ni insecurity inayosababisha watu wafanye hivi. Ni insecurity na inferiority. Inferiority ni hali ya kujisikia duni. Kwa hiyo naye aonekane katika watu, wanajaribu kutafuta followers, watu, kwa kusema mambo wengine vibaya. Twende kwenye mikakati. Hii mikakati ni ya kibiblia. Mikakati ya namna ya kuishi nao. Hawa hataondolewa. Nikupe taarifa. Kwenye maisha hawa hawawezi kuondolewa. Usije ukasubutu usikafikiri wataondolewa. Sasa kama dada yako umezaliwa naye tumbo moja, ataondolewa? Haondolewi. Unaye huyo. Kama ni kaka yako, unaye huyo. Haya, kama ni mumeo, unaye huyo. Mpaka kifo kifanyaje? Kiwatenganishe. Sasa unafikiri utaishije? Ishi kibiblia. Sasa nakupa mkakati ili mwisho wa siku uende wapi? Mbinguni. Uende mbinguni. Huyu asikate sema huyu dawa yake nini? Maombi tu, naye Mungu ambadilishe. Lakini Mithali inasema anayeshipaza shingo atavunjika asipokubali kubadilika. Mkakati wa kwanza, ipo mikakati mitano. Mkakati wa kwanza, kataa kukasirishwa. Kataa kukasirishwa. Haleluya. Mathayo 5:40. Mathayo 5:40 inasema, na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, mwachie na joo pia. Acha maneno yake pia, ndio maana yake hapo. Mwachie na joo maneno hayo, mimi nilikuwa mlevi, mimi sifai, mimi niliachwa, mimi nilizani nikiwa na miaka 18. Acha hilo, ni joo, vua, mwachie. Mimi si nilishakutandikwa na mume wangu. Sawa, nilishakutandikwa. Yule amepigwa yule. Hivyo vya kwa ameokoka, hivyo kaokoka, lakini kashadundwa na mumewe. Sawa, inatusaidia nini? Kapigwa, sawa, inatusaidia nini? Acha wewe, changamka. Amekusema umepigwa, achana naye. Haleluya. Mwachie hilo joo pia. Unajua Yesu aliposema na mtu atakaye kushitaki na kutoa kanzu yako, mwachie na joo pia, alikuwa anasema mwachie mambo hayo. Yaani uzushi wake mwachie, mambo yake mabaya mwachie. Maana yake mwachie mzigo wake pia. Huo ni mzigo wake, mwachie ubebe mijoo yake ya uongo, usingiziaji. Usianze kupambana na wewe. Na mimi nitamuonesha, au na mimi nitasema ya kwake mabaya. Mbona yake yeye ni mengi? Mbona yeye si atuyaseme ya kwake? Mbona yake mengi sana? Mbona mwenyewe alishapewa transfer na mumewe? Sisi tumemnyamazia tu, sina habari zake. Umeingia mtegoni. Yaani ukianza kujibizana naye umeingia mtegoni, na wewe umekuwa mkorofi, tena umekuwa mkorofi zaidi, na wokovu wako unaanguka. Wewe mwachie joo lake hilo. Unakataje? Kataa kwa kuwa na majibu, kwa kuacha kuwa na majibu ya Jasper. Usiwe na majibu ya Jasper zidi yake. Relax. Alafu ukimnyamazia huyu mtu mjinga, atajiona mjinga. Lakini kataa kutukana naye. Kataa kwanza kukunja ngumi. Umesahau wewe umeokoka? Umesahau wewe umetakaswa? Ukijibu wewe, naye akijibu, nani bora? Wote wakorofi. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Kuna sentensi nimeandika hapa, nimeipenda. Unapojizuia kukasirishwa na mtu, nimeandika, nataka nikusomee na wewe. Unapojizuia kukasirishwa na mtu anayekukera, hapo unaonesha ukomavu katika upendo. Yaani katika swala la upendo wewe unakuwa umekomaa, maturity love. Unaonesha maturity love. Unaonesha pia emotional and spiritual maturity. Nilichokuwa nakitafuta. Emotional and spiritual maturity. Yaani unaonesha ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiroho pia. Kwa sababu kama hujakomaa kiroho, kwa kweli ni ngumu sana kuzuia hema, hamsha. Hanijui mimi huyu, hanijui. Unashindwa kukandamiza ile utu wa kale, utu wa mihemko ule. Lakini unapo mjibu kwa busara, unapomwachia hilo joo, unaonesha emotional and spiritual maturity. Na hicho ndicho anachokitaka Yesu. Kiasi.
Tunda la Roho tunalijua kwenye Wagalatia 5:20-22. Basi tunda la Roho ni upendo, amani, utu wema, fadhili, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hapana sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonekana umekomaa, mwache. Inaumiza kweli, lakini vua hilo jiwe, mwache. Mwache na mambo yake. Huu ni mkakati wa kwanza. Mithali 10:12. Mithali 10:12 nasema kuchukiana huondokesha fitina. Mbona? Bali kupendana husitiri makosa yote. Penda tu. Yesu kaamua kukuumbua, penda tu. Mbona Yesu alipoambiwa wewe mwana wa seremala kukasirika? Alafu kitu kingine nikwambie, ili nikutie moyo kwa watu wanaokukorofisha, watu ambao ni wakorofi kwenye maisha yako. Mtu mkorofi hakuaibishi wewe. Kama anakusema vibaya, kama anakunenea mabaya, hakuaibishi wewe, ila anajianika mwenyewe na tabia yake ya domokaya, tabia yake ya umbea, tabia yake ya ugombanishi. Anajianika kwa sababu leo atasema kwa huyu, atasema kwa huyu. Usisikie neno la huyu bwana, neno la huyu usilisikie. Ana maneno mengi, usisikie maneno yake mengi. Huyu maneno yake ni mengi, ataanza kujiaibisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie moyo katika hilo kwamba uache. Alafu pia lingine, hivi wewe umekorofishwa na mangapi? Umekorofishwa na mangapi na wangapi mpaka huyu mmoja mkorofi akusumbue? Mithali 12:16 tena. Nitasoma mithali nyingi sana leo. Mithali 12:16 nasema, ghadhabu ya mpumbavu hujulikana mara, bali mtu mwerevu husitiri aibu. Wewe tulia, sitiri aibu, kwa sababu ukihamaki wewe nawe utaonekana mjinga. Wanasema mwerevu akivuliwa nguo uchutamu, si ndio? Lakini mpumbavu chizi kachukua nguo, unaoga na yeye unasema nguo yangu leo natoka naye anaonekana chizi. Wewe unayekimbiza watu, wanaacha kumkimbiza yule mwizi, waanza kukimbiza wewe. Yule chizi waanza kukimbiza, jamani msaidieni huyo anakimbia na nguo. Umeona madhara hayo? Tujitahidi. Mwambie jirani yako, mwachie joo pia. Mwachie joo lake. Kataa kukasirishwa. Huko ndio kukataa kukasirishwa. Kataa kabisa. Namba 2, mkakati wa pili. Mkakati wa pili niliupenda kweli, na huu utatusaidia kwenye mahusiano hata hapa ndani kanisani. Mkakati wa pili unasema mkakati wa pili, jifunze historia ya mtu mkorofi. Historia ya mtu mkorofi. Wewe unaishi na mtu, tunaishi hapa kanisani. Ukitaka urelax, uenjoy maisha, uburudike, hata ukikasirishwa mtu mkorofi asiwe tatizo kwako. Jifunze historia yake. Jifunze historia yake. Kwa sababu tunasema historia ya mtu ndio utengeneza tabia yake. Historia ya mtu, background yake ndio inamtengeneza vile alivyo. Kumbe huyu kama nilivyosema ameishi kwa shida sana. Kwa hiyo anatembea na uchungu. Kwa hiyo anapokulipukia, elewa historia yake. Huyu ana maisha ya uchungu. Ana maisha ya uchungu. Anahitaji umsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na wewe usihamaki. Huyu historia yake historia yake najua kukisema. Historia yake inamsukuma yeye kuishi hivyo. Kuishi hivyo kwa hasira. Kuishi hivyo kinyonge. Kuishi hivyo pengine hata alikuwa na pesa nyingi, alafu akafilisika. Na tunaye hapa ameshazoea maisha mazuri, nyingi. Sasa unakuta ana hasira, ukimjibisha na kufokea, ukimjibisha hivi. Hebu vujue historia yake na mchukue. Na mahali pengine rehema yako ni ya muhimu sana kwa mtu kama huyu. Yaani huruma yako kwa mtu huyu ni ya muhimu sana. Usianze kumhukumu. Usianze kwenda naye unamhukumu. Sentensi nimeandika hii nzuri nyingine nasema, kwa kadri utakavyoifahamu historia ya mkorofi ndivyo utakavyoongeza neema nyingi sana kwake. Yaani utakavyoongeza neema nyingi sana kwake, utajua kumbe aliteseka. Kumbe alizoea maisha haya, sasa hivi hana. Ndio maana nikimgusa hivi, kwa nini umenikanyaga? Ndio maana analipuka. Umeshajua. Kwa neema itazidi kuwa nyingi. Na utaomba Mungu akupe neema nyingi ya kuweza kumsaidia kuishi naye. Lakini pia
na wewe kutojiumiza. Neema, mwambie jirani yako, neema iwe nyingi kwako kwa watu wakorofi. Ni kazi, ni ngumu, lakini neema iwe nyingi. Wazazi wanajua sana, na ndio maana wazazi wanavumiliaga sana, kwa sababu wanatujua sana, wanatujua toka wametuzaa. Kwa wanajua James historia yake nilivyomzaa ilikuwa hivi, akapitia hapa, akapitia hapa, kwa hivi anavyolipuka lipuka, hivi anavyojibu jibu, hivi anavyofanya hivi, historia yake hii imemwathiri. Kwa ndio unakuta wanavumilia. Kwa nini isiwe kwetu kanisani? Tunashindwa kuvumiliana. Tunashindwa kuvumiliana kwa sababu tumekataa kufahamiana kama washirika, kama watu wa familia moja. Fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine ni very difficult. Naambia bwana, hapa huduma hii inakwenda hivi na hivi. Nakwambia usinifundishe. Najua. Usinielekeze, au haji kabisa, ndio umemfukuza. Alafu anakuja baada ya mwezi. Elewa kwa nini anakuwa hivi, analipuka hivi. Kwa nini? Sawa hivi. Kwa nini anakuwa hivyo? Umsaidie. Alafu una relax. Unamuombea, unakwenda naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inakuwa nyingi. Mithali 19:11. Neema yako inaizidi sana asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ili ushirika wako, mahusiano yako yakae sana. Nasema 19:11 Mithali. Busara ya mtu uhairisha hasira yake. Nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Sasa busara ndio hiyo. Busara ni kutafuta kujua Dennis. Kwa nini Dennis huwa anajibu hivi? Ananijibu mimi hivi. Hajui mimi nani? Hajui mimi ni kiongozi wake. Mimi ni mwenyekiti wake. Anajibu hivi. Ni dharau hii. Nitamshughulikia. Unaamaki hivyo, kesho anafanya hivyo. Anafanya hivyo. Sasa utakuwa kwa makini naye mwaka mzima. Na unaye, nimesema unaye huyo. Kama ni mume unaye. Kama ni mke unaye. Kama ni kijana hapa kanisani unaye. Sasa utaamaki miaka 20. Fahamu historia yake. Jua historia yake ni hii. Alafu neema iwe nyingi kwake. Yaani umsaidie sana. Umrehemu sana. Umuombee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamudu. Tunajifunza kuamudu watu wa namna hii. Hivi ndio tunavyoamudu. Ingawaje ni si rahisi, lakini hivi ndivyo tutakavyoamudu. Hilo ni jambo la pili. Jifunze historia ya mtu mkorofi. Ni mwanzo wa kujua solution. Unahamaki na mtu ambaye ni mkorofi. Yuko hivyo, amechagua. Watu wengine wamechagua kuwa wakorofi. Amechagua, omba, fundisha, hubiri. Kuna watu wengine wanahubiriwa sana kuhusiana na roho ya kiburi, wanahubiriwa sana kuhusu kusamehe, wanahubiriwa sana kuhusu, lakini yuko hivyo, amechagua. Ambaye hayachagua anaachilia, anabadilika. Lakini aliyechagua kuwa na kiburi, sema miaka 30, kachagua kiburi, atakwenda nacho, habadiliki. Sasa mtu kama huyo atakukosesha mbingu. Ananidharau mimi, ananibaya mimi. Amechagua. Bwana Yesu tusaidie sana. Mkakati wa 3. Usisubiri kuomba msamaha. Utasubiri mpaka Yesu anakuja. Nikupe sifa ya watu wakorofi. Wakorofi kwa kuchagua. Unajua kuna mtu mwingine ni mkorofi kwa sababu ya mambo fulani tu. Akiyapata hayo mambo yanabadilika. Ni kwa muda. Kuna wengine ni wakorofi kwa muda kwa sababu ya mambo fulani tu, distress tu, anapitia stress fulani. Lakini hiyo stress ikiisha, muungwana kabisa. Mtu mzuri kabisa. Mtu mwingine ananuna tu ni kwa sababu mambo fulani hajayapata katika maisha yake. Akiyapata muungwana kabisa. Mtu mzuri kabisa. Sasa huyo hajachagua. Hasa twende. Usisubiri kuombwa msamaha. Anasema mkorofi haombi msamaha. Kwa taarifa yako. Mtu mkorofi kwa kuchagua haombi msamaha. Kwa nini haombi msamaha? Kwa sababu amechagua kuwa mkorofi. Na ni furaha yake kuona mambo yametibuka wakati wote. Kwa haombi msamaha. Kwa ukisubiri msamaha kwa mtu mkorofi, utajikwaza wewe mwenyewe. Utaendelea kukaa na uchungu wewe mwenyewe miaka yote. Haombi msamaha, usisubiri. Hautaka usikie msamaha kwake.
Kwa hiyo unayeteseka ni wewe. Kila ukimwona unateseka. Yeye wala. Alafu kwa bahati mbaya nyingine, watu wengine wakorofi huwa hawajui kama amekukorofisha. Hatambui. Na pia watu wengine hawajui kwamba kile alichokufanyia kimekuumiza, ama ni kosa, ama ni kitu kibaya, hajui. Na ndio maana hawezi kuja kuomba msamaha. Sababu hajui, hatambui kama ni kosa. Hivi kutokusalimia anakuita hajui kama ni kosa ama ni tatizo. Hajanisalimia hivi. Unamwambia sema, mimi sijakuona bwana. Unategemea sema basi nisamee kama yeye ndio mkubwa, wala asemi. Sababu lile kwake sio kosa, sio tatizo. Kwa utasubiri miaka, wewe utaendelea kuwa na uchungu. Na kuna kitu kimoja nataka nikuelezee kizuri sana, kwamba kuendelea kukaa na uchungu ni kujaribu kunywa sumu na kusubiri mtu mwingine afe. Yaani unakunywa sumu wewe, unategemea yule afe. Maana yake nini? Wewe si umekorofishana na Naomi pale. Unanuna, unaweka uchungu, ile ni sumu. Unakunywa ile sumu. Yaani unavyonuna unategemea kwamba Naomi atabadilika, atakuja kutubu kwako. Kumbe hana habari, hajui kama imekorofisha. Kwa ile yani unakunywa ile sumu ya uchungu, sumu ya kutoendelea kumsalimia na yeye, ukifikiria atabadilika, kumbe habadiliki, na hajui kama kufanyia, na hajui kama kaumia. Atakayeumia ni nani? Si ni wewe? Ndio maana nikasema kuendelea kukaa na uchungu ni kujaribu kunywa sumu huku ukitegemea afe mtu mwingine. Afe yule unayemnywa hiyo sumu ya uchungu. Si una uchungu kwa mtu mwingine, kwa mshirika mwenzio, kwa mke wako, kwa mume wako ambaye hajui wala hatambui na wala hana habari ya msamaha. Unainywa ile sumu ya uchungu. Unaimeza sumu ya uchungu. Unanuna, kasirika, huongei, ufanye nini, unamkatia mawasiliano, ile ni sumu unakunywa. Ukitegemea afe yeye. Kumbe hana habari. Anakuumiza. Luka 23:34 nasema, Yesu akasema, Luka 23:24. Yesu alipoangalia wale jamaa wa Wayahudi akasema, vichwa vyao vibovu, wakorofi. Vichwa vyao nini? Vibovu. Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Unaona? Hawajui kama ni tatizo, wakorofi. Ndio kwanza Yesu anapiga kelele pale, uwasamehe. Hawajui watendalo. Wao ndio kwanza wanapiga kula mavazi, ndio kwanza wanapiga kelele, ndio kwanza wanatukana, ndio kwamba wanakejeli. Luka 10:12. Kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana husitiri makosa yote. Bwana Yesu atusaidie sana. Huo ni mkakati wangapi? Watatu. Usisubiri. Don't wait. Wewe ndio unayeteseka. Na Yesu akija haja kuomba msamaha, na wote mnakwenda jehanamu. Yeye na wewe. Kwa nini wewe usijiokoe? Jiokoe, achana naye, samehe. Mueleze, lakini swala la kuomba msamaha litakuwa la kwake. Kama atakuomba sawa, asipokuomba sawa, wewe songa mbele na wokovu wako. Mkakati wangapi? Wa 4 sasa. Mkakati wa 4 unasemaje? Mkakati wa 4 unasema, huo subiri kwamba mkakati wa 4 unasema usitete. Usiendelee kuteta ama kumteta mtu ama kumsengenya mtu mkorofi. Achana naye. Yaani unampa umaarufu. Gossip. Masengenyo, kuteta. Ngoja nikupe tafsiri ya kuteta. Kama kusengenya. Kusengenya ni kushirikisha taarifa kwa mtu ambaye sio sehemu ya tatizo wala sio sehemu ya solution. Yaani unampelekea mtu mwingine taarifa ambaye hausiki na tatizo na wala hawezi kukutatulia tatizo. Gossip. Una gossip. Mtu unayemweleza unakwenda tu huko unazungumza, mambo yanazidi kuenea. Unazidi kumpa umaarufu mtu mkorofi. Unajua jambo limesambaa. Kweli nimeweza kumkorofisha. Kweli nimezidi nimemuumiza kweli. Achana naye, usimpe mileage. Wanasema usimpe mileage. Wazazi watoto wa kizazi kipya wanasema usimpe viewers. Waangaliaji wa mitandao usimpe viewers. Unapo like, ya unapomwambia mtu mwingine yule kanifanya hivi, unampa viewers. Alafu wanampigia simu, bwana nimesikia huku. Tayari umemshughulikia huyo. Anasema nishamshughulikia huyo. Unampa viewers. Usitete. Mithali 16:28. Wewe lia kwa Bwana. Anasema mtu shupavu. Mithali 16:28.
Mtu shupavu huondokesha fitina, na mchongezi huwafarakanisha rafiki. Uchongezi ndio utetaji. Usianze wewe kusema ni umeumia, sawa, umeumia, lakini achana nalo. Omba tu. Nimependa Biblia ya Kiingereza niliandika kwenye NIV ya Kiingereza, inasema a passive person stir up conflicts and a gossip separate close friends. Wewe utaendelea kutapanya, kugawa, gossip separate close friends. Utaendelea kuwagawa watu. Wakati unazidi kusambaza ile gossip, kusambaza ule ujumbe, watu unazidi kuwagawa. Kanisa unazidi kuligawa. Kama ni ndoa unaipasua kabisa. So mumeo mkorofi, basi unasema ukorofi wa aina zake zote ambazo anakufanyia. Ndoa inadumu hapo, unazidi kuipasua. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu atakuja kusikia unamwambia mashosti, unamwambia nani, baada ya kukimbia kwa maombi unazidi kufanya gossip. Mwambie jirani yako usitete. Mithali 17:9, afunikae kwa kosa utafuta kupendwa, bali yeye akashifuye neno hutenga rafiki. Mithali 17:9. Lakini nimempenda sana Mtume Petro katika Petro wa kwanza. Anasema Petro wa kwanza 3:9. Petro wa kwanza 3:9. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa, ili mrithi baraka. Unaona? Mrithi baraka. Hayo ndio mlioitiwa. Usilaumu. Mtu mkorofi achana naye. Utamlaumu mara ngapi? Yeye amechagua tabia hiyo. Lakini pia ni mtu anayeteseka. Tumsaidie apone. Ili akipona utashangaa ni mtu mzuri tu. Badilika, ni mtu mzuri tu. Analifaka kanisa, nasema huyu ndio amekuwa hivi huyu. Kabadilika. So tumejua kuishi naye. Kimekuwa ni kifaa cha Bwana. Mkakati wa 5, kataa kuingia kwenye mtego wa mtu mkorofi. Kataa, usiingie kwenye mtego wake. Mitego ya watu wakorofi ni nini? Mtego wa mtu mkorofi ni kuona unalumbana naye kila siku. Unalumbana naye kila siku. Unabishana naye kila siku. Yaani kila siku anataka mbishane, kila siku yawepo maneno, kila siku ziwepo kelele. Huo ni mtego. Kwa hiyo atakukorofisha, atakuchokonoa ili mwanze mmebishana. Yesu naye alipitia watu wa namna hii. Kila siku walikuwa wanamkorofisha. Wanataka aseme kitu kuhusiana na serikali ya Kirumi. Sababu Yesu alikuwa alikuwepo wakati utawala wa Kirumi umeshika hatamu. Kwa hiyo wakataka kumfarakanisha wale wanaoitwa walimu wa sheria, wa Torati, Mafarisayo, Masadukayo. Wakawa wanamuuliza maswali mengi ya mitego ili pengine aingie mkenge akwazane na serikali ya Kirumi wapate kumkamata. Ndivyo alivyo mtu mkorofi. Ni kuchokonoa tu ili ureact, ili ukasirike, ili useme vibaya, aseme unaona? Naye anatukana huyu. Unaona? Naye anapiga huyu. Kapiga mtu jana huyu. Si unasema ameokoka huyu. Kapiga mtu jana huyu. Siliwaambia hamna wokovu hapo. Unachokonoa tu, tunza hiyo hasira. Ikishindilie. Katika Mathayo 22:17 Biblia inasema basi utuambie, Mafarisayo, basi utuambie ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akaufahamu uovu wao. Akasema, mbona mnajaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari. Mnajua kilichotokea. Kwa uwe clever, ndio ile uwe na akili kama nyoka, hekima kama nyoka, ujue mitego, na mpole kama ua. Ndio Yesu alivyokuwa. Ukimwona mtu anakuchokoza, mwambie bwana, wewe mbona unakuwa na uovu? Mbona hii ni unafiki? Mbona huu ni ubaya? Peleki kwenye neno la Mungu moja kwa moja. Mbona neno la Mungu linasema hivi? Mbona unanijaribu? Alafu achana naye. Ndio dawa ya mtu mkorofi. Yesu alikuwa akiwaambia watu wanafiki hivi, Mafarisayo hivi, mbona mnakuwa wanafiki? Mbona mnanijaribu? Kwani nyinyi hamjui dinari ni ya Kaisari? Basi ya Kaisari mpeni nani? Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Usianze sasa kubishana, kuingia kwenye mtego wa mabishano. Jaa hekima kama Yesu. Amen. Timotheo wa kwanza 6:20, kabla sijamaliza somo langu. Timotheo wa kwanza 6:20 inasema, Timotheo, ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana,
na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo. Usibishane na watu namna hiyo, chana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkakati wa 5, waombee. Basi waombee watu wakorofi. Huo ndio mkakati, waombee watu wakorofi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hakuna linaloshindikana kwa Bwana. Ukikaza moyo wako, ukikaza maombi yako, ipo siku, upo wakati, huyu mkorofi atakuwa mtu mzuri katika jina la Yesu. Amen. Huyo aliyeshindikana atakuja kukufaa. Usikate tamaa. Hali inawezekana ikawa ni ngumu, unasema huyu bwana tabia yake, huyu ndio basi tena, huyu ndio basi tena, yaani huyu tumwache tu. Kaza buti. Amen. Mungu anafuta historia. Tumesema wale wanakuwa watu wakorofi ni kwa sababu ya historia zao. Pengine alipitia mambo magumu ya maisha huko, pengine alifanywa vibaya. Mungu anafuta hizo historia, na Mungu anafuta uchungu wote. Anaweza akamfutia huo uchungu, akafuta tabia hiyo mbaya, akawa mtu anayefaa. Hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Watabadilika tu katika jina la Yesu. Ila wewe usiingie kwenye mtego wao. Tafuta kuishi kwa namna hii na Bwana Yesu atakubariki. Hebu tusimame. Ninaamini washirika